Tembo wawili wanapopigana nyasi huumia, lakini wakati mwingine nyasi zinaweza kusimama imara na kuwashangaza tembo. Ndivyo ilivyokuwa katika mechi ya kombe la dunia la mwaka 2026 kati ya Ureno na DRC Congo, ambapo taifa ambalo wengi hawakulipa nafasi lilionyesha moyo wa kishujaa na kuibana Ureno hadi kupata sare ya bao 1-1. Wahenga husema jasiri hula nusu ya ushindi kabla ya pambano kuisha, na usiku huu DRC Congo wameonyesha kwa vitendo maana halisi ya methali hiyo. Mchezo ulianza kwa kasi kubwa, huku Ureno akionyesha ubora wao mapema kabisa. Dakika 6 tu, Joao Neves aliwapa Ureno bao la kuongoza baada ya kumalizia vizuri pasi ya Pedro Neto na kuwafanya mashabiki wengi kuamini kuwa ushindi huu ungekuwa rahisi kwa Ureno. Hata hivyo, DRC Congo hawakuyumba wala kupoteza matumaini. Walibaki na nidhamu, wakapambana kwa umoja na kutafuta nafasi zao mbele ya moja ya timu zenye majina makubwa zaidi duniani. Kadri dakika zilivyokuwa zikisonga mbele, DRC Congo walizidi kujiamini. Wachezaji wao walionyesha nguvu, kasi na ari ya kupigania kila mpira. Jitihada zao zililipa mwishoni mwa kipindi cha kwanza pale Yohane Wissa alipofunga bao la kwanza kabisa la DRC Congo katika kombe la dunia. Bao hilo liliwasha shangwe kubwa kwa mashabiki wa taifa hilo na kuonyesha kuwa katika soka hakuna jambo lisilowezekana. Kipindi cha pili kilikuwa na mvutano mkubwa, huku Ureno wakitawala umiliki wa mpira na kujaribu kutafuta bao la ushindi. Macho ya wengi yalikuwa kwa nahodha wao Cristiano Ronaldo, ambaye ameweka rekodi ya kushiriki kombe la dunia mara 6. Hata hivyo, safu ya ulinzi ya DRC Congo ilisimama imara na kufanikiwa kumzuia yeye pamoja na nyota wengine kutengeneza nafasi nyingi za hatari. Kilichowavutia wengi zaidi ni nidhamu ya DRC Congo katika kujilinda na kutumia mashambulizi ya kushtukiza. Licha ya kukabiliwa na presha kubwa kutoka kwa Ureno, walionyesha ukomavu mkubwa na kuondoka na pointi moja ambayo inaweza kuwa muhimu sana katika mbio za kufuzu hatua inayofuata mashindano. Baada ya bao la kusawazisha, wachezaji wa Congo walifanya sherehe maarufu inayojulikana kama fimbo, ishara ya fahari na umoja wa taifa hilo. Kwa DRC Congo, sare hii ni zaidi ya pointi moja. Ni ushahidi kwamba wanaweza kusimama mbele ya wakubwa wa soka duniani na kupambana bila woga. Wahenga husema usimdharau anayekuja nyuma yako, hujui nguvu alizobeba moyoni. Leo DRC Congo wamekumbusha dunia kuwa ukubwa wa jina hauchezi mpira, wanaocheza ni wachezaji wenye moyo, nidhamu na imani ya ushindi. Swali linabaki, je, unafikiri DRC Congo wanaweza kuwa moja ya timu ya kushtukiza katika kombe la dunia? Na je, Ureno wamepoteza pointi 2 muhimu au Congo wamechukua pointi 1 ya kihistoria? Toa maoni yako katika sehemu ya comment ili watu tuweze kuona maoni yako.